Kumjua mtu ulingoni sio kumjua mtu katika maisha. Nilipomzika mama, kilichoniumiza zaidi ni kuona matunda kidogo ambayo aliyafaidi kuliko namna ambavyo alihangaika kunilea. Hebu sikiliza tena hii kauli. Nilipomzika mama. Hii sio kauli ya bondia anayezungumzia pambano. Hii ni kauli ya mtoto anayemkumbuka mama yake. Hii pia ni kauli ya mtu ambaye amefanikiwa lakini akatazama nyuma na kujiuliza, mama yangu ndiye ambaye alinilea kwa taabu, ameyaona kiasi gani matunda ya juhudi zake. Na hapo ndipo leo tunaanza kumjua bondia Hassan Mwakinyo, na si kumjua pekee bali kumjua kwa namna tofauti. Kwa sababu wengi tunamjua Mwakinyo akiwa amevaa gloves, tunamjua akiwa ulingoni, tunamjua kwa ngumi zake, tunamjua kwa ushindi wake. Lakini je, tunamjua Mwakinyo wa nje ya ulingo? Tunajua alikotoka, tunajua alivyolelewa, lakini pia tunajua watu waliowahi kumkatisha tamaa. Lakini vipi kuhusu namna historia yake ilivyomjenga? Na je, tunajua kwa nini hasa anaona kuwa mwema ni sehemu ya mafanikio? Leo katika Utashangaa Lakini Jifunze ya Sifa Lee, tunamwangalia Hassan Mwakinyo, sio kwa macho ya shabiki wa boxing pekee, bali kwa macho ya mtu ambaye anasikiliza mafunzo mbalimbali ya maisha. Hassan Mwakinyo ni mmoja wa mabondia Tanzania waliowahi kujijengea jina kubwa ndani na nje ya nchi. Anajulikana pia kwa majina ya ulingoni kama Tornado na Champez. Mimi nayekusimulia taarifa yake naitwa Said Fadhili Mlelwa. Waweza kuniita Sifa Lee kwenye mitandao yote ya kijamii, Sifa Lee TZA. Taarifa za boxing zinaonesha alizaliwa mnamo Machi 15 mwaka 1995 huko Tanga nchini Tanzania. Ana urefu wa takriban sentimita 173 ambapo anafikia mpaka sentimita 183 na anapigana kwa stance ya orthodox. Lakini Mwakinyo wa leo hakutokea ghafla. Alianza safari yake ya professional boxing mwaka 2015 akiwa na miaka 20, na pambano lake la kwanza la kulipwa lilikuwa dhidi ya Alibaba Ara Tarimo tarehe 29 Novemba mwaka 2015. Kutoka hapo safari yake ikaendelea. Akawa bingwa wa Tanzania katika super welterweight, akabeba ubingwa wa East Central Africa, WBA Pan Africa, UBO International, WBF Intercontinental na African Boxing Union. Lakini kuna pambano moja ambalo lilimfanya Tanzania na dunia waanze kumwangalia kwa macho mengine. Sam Eggington. Mwakinyo alimshinda Eggington kwa TKO nchini England mnamo mwaka 2018, ushindi uliompa attention kubwa kimataifa. The Citizen iliripoti kwamba wakati huo ushindi huo ulimfikisha Mwakinyo hadi nafasi ya 16 duniani katika ranks za super welterweight. Huyo ndio Hassan Mwakinyo tunayemjua. Lakini sasa tumwache bondia kidogo, tumwangalie mtu huyu namna alivyoingia katika ubondia. Nini hasa ambacho ni nukuu zake katika maisha? Nini hasa ambacho kinafanya tumfahamu Hassan Mwakinyo nje ya ulingo? Mwakinyo anasema, nikiwa mdogo nilikatiwa tamaa na watu, ndugu wote kasoro mama tu. Utashangaa lakini jifunze. Kuna watu ambao leo tunawaona wakiwa na confidence kubwa, lakini hatujui kwamba confidence hiyo ilijengwa baada ya miaka mingi ya kukatishwa tamaa. Mwakinyo anasema akiwa mdogo alikutana na watu waliomkatisha tamaa, lakini kuna mtu mmoja tu aliyesimama upande wake, naye ni mama yake. Na wakati mwingine maisha yako hayahitaji watu 100 wanaokuamini, unaweza kuhitaji mtu mmoja tu anayesema wewe unaweza. Kwa hiyo kama leo kuna mtu anakukatisha tamaa, usifanye maneno yake kuwa hukumu ya maisha yako. Mtu anaweza kuona ulipo leo, lakini hawezi kuona kesho yako yote ama kuihukumu. Haya ni mahojiano ambayo yalifanywa na Dazen Selection akiwa na Mwakinyo, na leo nimezinukuu za kimaisha ambazo zitakushangaza, lakini unapaswa kujifunza. Mwakinyo ni mtu ambaye alipewa lebo. Mwakinyo ananukuliwa akisema ilifika hatua hata ikionekana kuna utukutu umefanyika, basi anaonekana yeye ndo amefanya. Ilifika hatua ikionekana kuna utukutu umefanyika, basi inaonekana mimi ndo nimefanya. Hakuna kitu tunapaswa kujifunza. Wakati mwingine jamii inakupa lebo. Ukipewa lebo fulani, kila kinachotokea
kinaanza kuhusishwa na wewe, na jambo hili linaweza kutokea shuleni, kazini, kwenye familia, kwenye marafiki. Mtu akisha kutengenezea picha kichwani mwake, anaweza kuanza kukuona kupitia hiyo picha. Lakini usipigane na kila mtu ili kuthibitisha wewe ni nani. Endelea kuishi kwa misingi yako. Muda utazungumza, tabia zako zitazungumza, na maisha yako yatatoa ushahidi. Utashangaa, lakini jifunze. Hivyo kwenye maisha usikubali lebo ya watu iwe identity yako. Mwakinyo anasema, rekodi yangu ya utoto iliniandaa kuwa na akili na busara nilizonazo leo. Hii ni kauli nzito sana, kwa sababu mara nyingi tunataka kusahau tulikotoka, tunataka kufuta maumivu, tunataka kufuta kukatiliwa, tunataka kufuta kukataliwa pia. Tunataka kufuta siku ambazo hatukuwa na kitu. Lakini kuna wakati unatakiwa kuangalia nyuma na kusema, kumbe yale yote yalikuwa yananiandaa. Changamoto inaweza kukufundisha uvumilivu, kukataliwa kunaweza kukufundisha kujisimamia. Maumivu yanaweza kukufundisha kuwa na huruma kwa watu wengine, na historia inaweza kukupa busara ambayo pesa haiwezi kununua. Utashangaa, lakini jifunze. Usichukie kila kitu kilichokupitia, kwani baadhi ya maumivu yalikuja na somo. Mama ni maumivu ambayo hayapigwi kwa ngumi. Mwakinyo anasema, nilipomzika mama, kilichoniumiza zaidi ni kuona matunda kidogo ambayo ameyafaidi kuliko namna alivyohangaika kunilea. Hii ndio kauli niliyotumia kwenye opening, kwa sababu inauma, kwa sababu inafanya uweze kufikiria vitu vingi sana. Mama anahangaika, mama analea, mama anajinyima, mama anaomba, mama anakuamini hata wakati wewe mwenyewe hujiamini. Lakini kuna kitu cha kusikitisha katika maisha. Wakati mwingine mtoto anafika kwenye mafanikio makubwa, mzazi wake hayupo tena kuyaona. Na ndio maana kama mzazi wako bado yupo, usisubiri uwe na nyumba kubwa, usisubiri uwe na gari, usisubiri uwe maarufu, usisubiri mpaka uwe na mamilioni. Mthamini sasa, msaidie sasa, mshukuru sasa, mpe furaha sasa, kwa sababu mafanikio mengine yanakuwa machungu unapogundua mtu ambaye ulitaka afurahie pamoja na wewe hayupo tena. Utashangaa, lakini jifunze. Wakati mwingine tunatafuta mafanikio kwa ajili ya watu ambao tunapaswa kuwaonesha upendo kabla hawajaondoka. Wazazi hawakulei uwe kama fulani. Mwakinyo anasema, tulichojaliwa ni kulelewa kuwa wema ili tuje kuwasaidia wazazi wetu baadaye, na sio misingi ya kuwa tukikuwa tuwe kama fulani. Kwa sababu hata nyumbani kwetu hakukuwa na mtu wa kuiga mfano. Baba alikuwa anafanya kazi godown, kazi ya ulinzi, akilipwa shilingi 5,000 tu kwa siku, na wakati huo ilichukua miaka 3-4 bila kumuona, kwa sababu yeye alikuwa mbali na sisi tuko sehemu nyingine. 5,000 anayolipwa haikuwa msaada hata katika nauli, lakini hizo alizichanga kutulipia ada ya shule na kila kitu ambacho tulikihitaji. Huu ni ujumbe mkubwa kwa wazazi. Mtoto sio mashindano, si lazima awe kama mtoto wa jirani, si lazima awe kama kaka yake, si lazima awe kama fulani ambaye ni maarufu. Mzazi anapaswa kumjenga mtoto kwanza kuwa mwenye utu, kwa sababu mafanikio bila utu yanaweza kuwa mzigo. Na Mwakinyo anaongeza kuwa wazazi hawakuniwekezea ili nije kuwa fulani, bali walinilea niwe mwema na niwafae maishani. Hapo ndipo tunapata swali la kujiuliza mimi na wewe unaisikiliza. Tunawalea watoto wetu kuwa nani, au tunawalea wawe watu wa aina gani? Kuna tofauti ambayo unaweza kuiona. Unaweza kumlea mtoto awe daktari, lakini unaweza pia kumlea mtoto awe daktari mwema. Unaweza kumlea awe mfanyabiashara, lakini pia awe mfanyabiashara mwaminifu. Unaweza kumlea awe maarufu, lakini awe maarufu mwenye utu. Utashangaa, lakini jifunze. Cheo ni kitu unachoweza kupata, utu ni kitu unachopaswa kukijenga.